Majini ni viumbe havionekani na macho, ni roho, haina mwili, lakini vinatumika kwa matatizo mbalimbali, faida mbalimbali, ushawishi mbalimbali, kwa sababu zinaweza zikaingia kwenye kichwa cha mwanadamu zikaleta chembe chembe za ushawishi fulani, ushawishi wa chuki, kwamba mtu anakuchukia. Unaweza kuwa upo kazini, una biashara yako vizuri, mwingine akachukua majini kupitia viumbe mbalimbali, udongo wa makaburi ya chizi, sehemu ambazo zimetokea ajali, au maji ya kuoshea maiti mochwari, au wanyama fulani, au anaenda kwenye milima fulani, kwenye mapango, anakutana na vitu fulani, anachukua maua, majani na vitu vingine, mimea fulani anachukua, anachanganya kulingana na utaalamu, basi unakuta unachukiwa kazini. Biashara yako watu wanaichukia, unakuta unachuki. Wengine anaumwa, akienda hospitali anafukuzwa, hataki kupewa dawa, hataki msaada wote, lakini mtu anaumwa, hela anayo, kila kitu anacho, lakini chuki. Wengine hawaolewi, chuki. Wengine biashara ni matatizo, madeni, mikopo, unajenga nyumba mzuri inakuja kunyang'anywa, watu wanakuchukia. Kila sehemu ukienda kupata msaada upate msaada. Chembe chembe za majini analeta chembe chembe za chuki, analeta chembe chembe za mafanikio, kwamba mtu anaiona biashara yako anataka tu, anajikuta ashanunua hata kama hataki, lakini unakuta ashanunua. Njia gani ya kuepukana na majini? Majini unayafukuza vipi? Majini njia ni mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kutumia majini yenyewe. Kuna wataalamu wana majini, anakupa dawa, anafukuza majini. Kwa mfano, kuna watu wengine anakufa ana majini yao, mizimu yao, baada ya kufa ikipita siku 3, 4, basi makaburini kule kunatoka shimo, kinafufuka kiumbe fulani kinasumbua mtaani. Hizo stories zipo. Kwa hiyo kuchifukuza kile kiumbe, unatafuta mganga, anakuja pala, analeta madawa, anaomba majini yake afukuze kile kiumbe, kinapotea. Unakuta kinaleta madhara, kinashambulia watoto, kinashambulia ndugu wa yule mtu, au kinakuja kutisha tu, watu wanakimbia. Basi hayo mambo yanapotea kupitia majini yenyewe. Au mtu unachanjwa kuletwa ulinzi ndani ya mwili wako, majini yale analinda, jini lolote likija analipiga. Au unaleta kwenye nyumba yako, kwenye duka, sehemu za biashara mbalimbali, kuleta ulinzi. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni njia ya mitume. Njia ya mitume wote alikuwa anatumia mti mkubwa, mkuyu, mti wa babu, mkuyu, majani yake ya mti wa mkuyu, fix, mtini, majani yake ndio dawa halali, ndio harufu mbaya ya kufukuza majini mabaya. Kwa ukiweka sehemu pale, jini halifiki. Ukitumia mafuta yale, mapepo yanaondoka, majini yanaondoka, chembe chembe za chuki zinaondoka. Ukioga yale mafuta zinaondoka. Changamoto ni kudanganywa, kuuziwa kitu ambacho sicho. Kwa hiyo una mikosi, una matatizo, chuki, uolewe, ufanye nini? Basi Dr. Kaipa yuko hapa kukusaidia, kukupa tu ni kidogo tu, utafanikiwa. Majani ya mti wa mkuyu, mafuta yake ndio kufukuza majini kiurahisi sana. Umefukuzwa kazi, namba, piga simu kwa bosi, arudishwe kazini. Chuki zile bosi zinaondoka zote, ana chembe chembe ya chuki, majini. Kwa hiyo njoo kwa Dr. Kaipa, namba zetu zipo hapo. Nini cha kufanya? Unataka kutuma kupata dawa yako, kupata mafuta ya majani ya mti wa tini, usitume hela bila risiti. Toa taarifa, alafu shingapi unataka, basi alafu pata risiti ya ile bei unaitaka, alafu ukipata risiti ndio utume. Usitume hela bila risiti. Tuma hela kupitia risiti ya TRA utakaopokea, matapeli wengi. Piga simu upate ushauri. Asante.